earthly nature. Vivisheni. Juzi nilikuwa najifundisha nyingine principles kama mbili ambazo zinaweza kusaidia tukafika mbinguni. Ya kwamba be who you are in dark as you are in light. Yani iweni jinsi mulivyo gizani kama mulivyo nuruni. Ya kwamba be in private the way you are. Be in public the way you are in private. Wakati tunapokuwa gizani, je, tunakuwa jinsi hiyo hiyo kama jinsi tulivyo tunapokuwa katika mwanga? Wakati tuko mahali ambapo kila mtu anatuona, do we behave the same kama tuko in private? Yesu aliacha magwanda aliyosikwa nayo kaburini. Yohana anatuambia kwamba hata ile leso ambayo alikuwa amefungwa katika kichwa chake, Kristo alipofufuka, leso ile ilijikunja yenyewe kama kile kisulisuli, ikajitoa kwenye kichwa ikakaa huko kando. Walipokuja Petro na wenzake walipochungulia, wakahakikisha kweli haya ndiyo mavazi ambayo Kristo alizikwa nayo. Lakini yote akawa ameyaacha pale mahali, alifufuka na vazi jipya. Jesus didn't walk out of the tomb wrapped in what bound him to death. But Jesus walked into resurrection unburdened, untouched by decay, and clothed in glory. Yesu alipotoka kaburini, yale mabwanda yote ule uzamani, zile dhambi ambazo zilimua aliachana nazo, alitoka ni mwepesi, mizigo yote aliacha pale kaburini. Alitoka pasi na kuguswa na uharibifu wowote. Alitoka kama amevikwa utukufu mpya. Na kwa sababu alikufa pamoja nasi na akafufuka pamoja nasi, Yesu pia anatukaribisha tukafanye kama jinsi alivyofanya. Kwa hivyo mchana wa leo ninakwambia nini? Mchana wa leo, you are not only supposed to undress, but you are supposed to redress. Unapokoka yale magwanda ya kitambo unayavua, na unapoyavua hautembei uchi. Unapoyavua yale ya zamani, unavua na kuvaa. The principle is unavua na kuvaa. Unavua yale magwanda ya zamani ya mtu wa kaburini, na unajivika mavazi mapya ya utukufu ya huyu Kristo aliyefufuka. Undressing and redressing. Unavua ule uchafu wote uliotajwa katika kitabu cha Wakolosai. Huu uchafu wote unauvua, maana wewe si wa dunia, maana wewe si wa ulimwengu huu tena, maana shetani si rafiki yako tena. Na baadaye unamvaa Kristo. Watu wanapokutazama wanamuona Kristo. Watu wanapotazama kuondoka kwako na kurudi kwako wanamuona Kristo. Watu wanapotazama semi zako wanamuona Kristo. Pengine ulikuwa umejaa vazi la hasira, lakini unapookoka unavaa vazi la kusamehe. Magwanda haya kaburini hayatakupeleka mahali popote. Magwanda haya kaburini
Kristo yatakubadilishia hata walking style. Lakini jivike na vazi jipya la Kristo lililojaa utukufu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto nyingine ambayo nataka nikuambia mchana wa leo ni kwamba maisha ya Ukristo is not about polishing our old version. It's not about polishing our old version. Kuna ule msemo ambao anasema naweza chukua nguo imeraruka hii na imechanika, hii vazi limechanika, lakini kuna ule msemo wa kwetu jamaa anasema hii bado iko na wari hii. Bwana asifiwe. Basi irusha yanga hii bado iko na wari hii bado iko na unga hii. Anachukua kiraka anaweka. Mfano mwingine angawa si mzuri sana, lakini unaweza ukatusaidia. Mzee Ulendo anajua. Ona kama hii pale yetu hii, kuna time ilifika tukaona nimezeeka, tukaamua tupake rangi. Kwa Bondex kukaekwa Bondex. Tukapaka rangi, tukaziba ile kutu na ule uzamani. Lakini neno la Mungu is not about polishing our old version. It's about burying it. Hatupolish, haturemeshi ule uzamani. Lakini kulingana na neno la Mungu ni kwamba tunazika kabisa ule uzamani. Ukiona utachimbia futi 6 inaweza rudi tena chimba futi 20. Unazika kabisa ule uzamani. Hakuna mambo ya kurembesha ule uzamani. Hakuna mambo ya kusema kwamba kwa sababu ulikuwa mbea punguza umbea. No. Lilo vazi la umbea unalivua lote. Lote unalivua. Pengine ulikuwa na videmu vitano. Unapopata vazi lipya haimaanishi upunguze ubakisha wawili. Ulikuwa ni mwezi wa fungu la 10 utoe kabisa. Na pengine unafaa utoe 2,000. Unapotoka katika ile vazi la wizi ndio utoe 2,000. Usianze kutoa 500. You are trying to polish your old version. Ni uende pale maana Mungu anatakana huo. Hebu wewe jiulize siku ya leo na mchana wa leo. Kuna vazi gani la zamani bado unalivaa? Je, lipo? Pengine ni nguo ya kitambo badala uifue itupe, unaiweka kiraka. Kwa Mungu hakuna kiraka. Zile za zamani zote unazizika. You acquire a new attire. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anawaambia Wakolosai. Paulo hawaambii Wakolosai kwamba behave better. No. It's not a matter of behaving better. It's a matter of being who you are now in Christ. Ya kwamba iweni jinsi mlivyo sasa katika Kristo. Sio ya kwamba tu improve katika tabia yako, no. Sio kwamba improve katika mavazi yako, la hasha. It's not a matter of improving. Katika mstari na malizia, wewe ndio unakimbia. Katika mstari ambao tumeusoma ya kwamba yafikirini yale yaliyo ya mbinguni na wala sio ya duniani. Kulingana na neno la Mungu, tunapoanza kuyafikiria yale ambayo ni ya mbinguni, tutapata kwamba even our wardrobe will begin to change. Wakati tunaanza kuyafikiria
iko fitting vizuri. Unapompokea huyo Yesu, ule uzamani unapotoka, lile shati unapolivaa tena halikuingii. Utaingiza mkono mmoja namna hiyo, ukiingiza mkono mwingine wa pili hauingii. Your wardrobe begins to change. Kwa sababu unaanza kufikiria mambo ya Mungu. Ile trouser ya wivu ambayo ukiivaa inaingia vizuri. Unapompokea huyo Yesu Kristo mwenye vazi jipya, hilo vazi halitakuingia tena. Hata uking'ang'ana kutaingia mguu mmoja, mguu mwingine hautaingia. Na ikiingia yote miwili, kiuno hakitakutosha. Itafika mahali kwamba ni vazi utaniachane nalo kwa sababu this dress no longer fits me. Lakini mimi na wewe tunapokemea kwamba tumempokea huyu Yesu ambaye ametupatia vazi jipya, na yale mavazi ya zamani bado yanatufiti katika miili yetu, basi ujue bado tuna kazi ya kuifanya. Unapopata vazi jipya, vazi la ukabila, lenyewe linapokutana na wewe linasema kwamba hapa sio mahali pangu. Unapojivika vazi jipya, vazi la hasira, la ufisadi, la uongo, la tamaa, kama ilivyotajwa mahali hapa, mavazi hayo yote yana feel foreign. Yanasema kwamba no, we don't belong here. Jiulize, yale mavazi ya magwanda ya kitambo ya mtu wa zamani wa kaburini bado yanakutoshea? Maliza, wanaenda na time. Changamoto, mimi nilipokuwa ninasoma neno hili, kuna jambo liligusa sana moyo wangu, mpaka nikasema ya kwamba pengine huenda kuna mtu katikati yetu ambaye pengine Mungu anamlenga na hili neno. Kuna miongoni mwa haya mavazi yote ya wivu, uasherati, uongo, tamaa, bitterness. Niliposoma hilo, nilipofuata pale kwa bitterness, nilisikia nimekwama pale mahali. Na nikasema ya kwamba haikuwa bure, lakini ninaamini ya kwamba 100% kwamba hili vazi la bitterness kuna mtu linamsumbua. Kuna watu wengi wameokoka, lakini mpaka siku ya leo kuna vazi la uchungu linawasumbua katika nafsi zao. Kuna wakati nilikuwa najifundisha kwamba kuna watu wa aina tatu ambao haifai ukawasahau katika maisha yako. Mtu wa kwanza anaitwa help. Mtu wa pili anaitwa left. Na mtu wa tatu anaitwa put. Left, put na help. Someone who put you in difficulty, wewe si mtu wa kumsahau. Someone who helped you in difficulty, si mtu wa kumsahau. Someone who put you in difficulty, sio mtu wa kumsahau. Na nakwambia hili neno lilikuja sana kwa nguvu, hilo vazi la uchungu. Unajua mtu ambaye alikusaidia wakati ulipokuwa katika matatizo, huyo ni mtu ambaye haufai kumsahau. Mtu ambaye alikuacha ulipokuwa katika matatizo, huyo si mtu wa kumsahau.
Huyo mtu ambaye alikuingiza katika matatizo sio mtu wa kumsahau. Lakini nataka nikupatie difference between wewe uliyeokoka na yule ambaye hajaokoka. Usimsahau kinamna gani. Wale wenye magwanda ya kale, magwanda ya uchungu, hawawezi kuwasahau watu wao kwa sababu watakuwa wamewabeba siku zote za maisha yao. Mtu atafikiria kwamba mimi kama sio fulani kuna mahali ningelikuwa nimefika. Wengine akasema kama sio fulani ndoa yangu haingevunjika. Mwingine anasema kama sio fulani heshima yangu isingevuliwa. Mwingine anasema kama sio fulani nisingeliteseka namna hii. Mwingine anasema kama sio fulani nisingelipoteza kazi. Pengine mwingine anasema kama sio fulani huduma yangu ingefika mbali. Vazi la uchungu. Kristo anatuambia kwamba vazi hili ni la kuzika. Vazi hili ni la kuzika. Pengine uko hapo na nyumbani kwenu hauendi. Pengine kuna maneno mabaya yalinenwa juu yako. Inafika mahali uko sawa tu unapomwona fulani unasikia tu hauko na amani. Lakini Kristo anatuambia mchana wa leo hilo vazi ni la kulivua. Unaweza pia hata ikawa umekwaza katika nyumba ya Mungu. Unapo wanakwazwa hata kanisani. Lile vazi la uchungu anatembea nalo kila siku. Sema hiyo kanisa sitawahi fika. Kuna yule mtumishi mwingine alituhubiria mahali hapa akasema, alihubiri akasema salimia jirani yako mwambie mchungaji amekusalimia. Kama mnakumbuka. Mama mmoja kupatia mama mwingine mkono, huyo mama akakataa mkono. Katikati ya ibada. Mchungaji anasema baada ya ibada kwa kuna kesi. Kiongozi wa mama akamfuata anamwambia, pastor ulipokuwa unahubiri akasema patia jirani mkono. Kuna mama mmoja anasalimia mwenzake. Kwa hivyo kuna kesi hao wawili na foga letwe pamoja. Vazi la uchungu limesumbua Kristo wengi. Na naamini kwamba hili neno ni lazima linagusa nafsi ya mtu mchana wa leo. Na ombi langu ni kwamba mchana wa leo unapotoka mahali hapa, mavazi haya yote ya zamani tuyazike mchana wa leo. Tuanze kutembea na mavazi haya mapya ya ufufuo wa Kristo. Tuanze kufanana kama huyo Kristo mwenyewe. Na kwa sababu Kristo ni mfalme wa amani, inatulazimu mimi na wewe tutafute kuwa na amani na kila mtu. Kama jinsi maandiko yanavyosema. Hilo vazi la uchungu sijui ni nani. Sijui ulitendewa nini, sijui uliambiwa nini. Sijui ni nafasi gani
hilo vazi livue. Hilo vazi livue. Vazi la kiburi livue. Acha nipe point moja ile ya topic yangu ya who is the greatest at the table of service. Vazi la kiburi pia ulivue. Shemasi Olenga, you are not better than George Mwakala. Hii ni points za kule na ipo kidogo bali zinafuata. Musa hauko better than Geoffrey, hauko better than you. Haya mavazi ya kiburi na kujiinua ni mavazi ya kitambo. Isifike mahali ukawa kama wale wanafunzi wa Yesu. Ikafika mahali wakawa wamejawa na kiburi, vazi la kiburi. Tangu wanazungumziana wao kwa wao, mpaka hilo swali likawafikia Kristo, ya kwamba kati yetu ni nani aliye mkuu? Kwa sababu huyu akijitazama anaona wakati mwingi Kristo anazungumza na yeye. Mwingine anaona Kristo alipoenda kusali mlimani alifanya kuchagua watatu wetu. Hao walioenda na Yesu kusali, inafika mahali anaangalia hao walioachwa, pengine hawana maana vipi. Vazi la kiburi. Pengine umeimba watu wakubarikiwa. You are not better than your sister. Kuna vazi lingine la kiburi linajionyesha lingine liko moyoni. Kama ile la wanafunzi wa Yesu lilikuwa liko moyoni. Lilikuwa liko moyoni. Petro akijiangalia anaona mimi niko karibu sana na Yesu. Mambo mengi Yesu ananihusisha. Kwa hivyo nafika mahali kwa binadamu he feels better than the rest. Sisi sote tuko sawa. Wewe ni wa udongo, wewe ni wa dhahabu, wewe ni wa miti. Unafaa mbele za Bwana. Kwa hivyo kama ni vazi la kiburi, achana nalo. Ni vijana. Kijana usiseme kwamba mimi nisipofika kutakoseka. Hapana, hiyo neema na upendeleo Mungu amekupendelea. Utumie vizuri. Ndio umeisha. Unaona keep time 40 minutes, 38 minutes. Haya mavazi yote ya kitambo ni tuyavue. Haya mavazi ya kaburini tuyavue. Haya mavazi ya mtu wa zamani wa kaburini tuyavue. Maana kuna mavazi mapya ya ufufuo ambayo Yesu anayapeana mchana wa leo. Vazi la tamaa livue. Vazi la uongo livue. Ni vazi la chuki livue. Ni vazi la upendeleo livue. Magwanda haya yote ya kale tuyavue. Tusimame.